Karibuni. Leo tutakuwa tunapiga story hapa na waandishi. Tutakuwa najaribu kuongea huku tunaandika. Nataka leo kwa mara kwanza tuandike scene. Now, what is the scene? Je, scene ni nini? Yep, ChatGPT is here. Huyu kazi ya kwanza kujiuliza hivi scene inaweza kuwa ni kitu gani, but ChatGPT is working my way. Scene ni nini? Scene ni nini kwa mtu anayeisikia kwa mara ya kwanza. Wow, here we are. Give us answers. We are discussing scene. Kwenye film, ChatGPT knows I'm a filmmaker. Therefore, if I ask it, it goes direct to film. Kwenye film, scene ni kipande cha hadithi kinachotokea katika eneo moja na muda mmoja, kukiwa na lengo fulani kwenye story. You see, ChatGPT tells us scene ni kipande cha hadithi. Zingatia, scene ni kipande cha hadithi kinachotokea kwenye eneo moja, location and time. Mona keywords. Na hapa ChatGPT anajua kwamba hizi ni keywords, that's why ameniwekea kwenye italic. You see? I can zoom here, you see, but I cannot zoom there. So it tells us eneo na muda, kukiwa na lengo fulani kwenye story. Hapa lengo na story, this is a very important thing. Hivi vitu muhimu sana hivi. Story ndo kitu ambacho watu wanataka. Lengo, objective ya scene. Scene lazima iwe na lengo. Kwa hapa kwenye kutafsiri tu inaonyesha scene lazima iwe na nini? Na lengo. Kwa lugha rahisi sasa. Kwa lugha rahisi, scene ni tukio moja linaloonekana kwenye filamu. Tukio moja. Filamu nzima inakuwa na scene nyingi. Wastani wa filamu ya masaa 2 inaweza kawa na scene zisizopungua 40. Kwa kila scene ni tukio moja. Unavyotelli story, unatelli story kwenye matukio. Yale matukio yanakuja kwenye sequence. Mtu hawezi kuwa mwizi. Wizi unaanzia somewhere. Mtu hawezi kuwa malaya. Malaya unaanzia somewhere. Kwa unavyoanza kumjenga mtu fulani akiwa malaya, unaweza kuzigawa katika tukio moja baada ya nyingine. Je, malaya wake unakuwa umeanzia wapi? Hakuna mtu anayezaliwa hivi ni malaya, si ndio? Wanadamu tunapozaliwa tunazaliwa na ubongo ukiwa empty, hauna information yoyote. Kila unachokifahamu wewe leo umejifunza ukiwa unakuwa. Wakati tunakuwa ndo tunaacquire information, habari za kwa Mungu, yani kila tabia ulionayo umeiacquire, umejifunza. Na ulijifunza mdogo mdogo. Tabia haijifunzi mara moja pap. Mtu atane hivi nyuzi 180 mara moja. Binadamu anaanza kubadilika taratibu. Usemi unasema mtoto anapoanza kudokoa nyumbani ndo anatengeneza msingi wake wa kuwa mwizi ukubwani. Mfano, Jerry anaingia baa, anakutana na rafiki yake, wanazungumza kuhusu dili la madawa. ChatGPT hapa inatoa mfano, inaweza isifanane na kwako. Mimi nimeambia ChatGPT ikumbuke kila nilichokuwa nakifanya. Nimeiambia ChatGPT iwe inalifaa kutoka kwangu mwenyewe. Hizi habari za Jerry ni mimi niliambia ChatGPT. Kwa hiyo tukiweza kusoma haya yote, lakini mazungumzo yetu nataka yawe muda mfupi. Therefore, let's go down of ChatGPT. Now we come to our friend. Our friend is here. Therefore, we are going to write a script. Kama kujua kwamba kuandika script kuna software zake maalum, si ndio? Hapa bado anakuja. Unaweza kumuuliza chat, lakini mimi nakwambia kuandika script kuna software zake maalum. Moja kati ya software maalum, si ndio? Je, au tumuulize ChatGPT, je, ni software gani bora kuandika script? Sitaki na kufundisha hapa namna
kuna tofauti kati ya software maarufu rahisi nini ChatGPT styling. Mimi kuna namna nimecondition ya ChatGPT, kwa hiyo huwa inanipa taarifa kwa umakini kidogo. Huwa haitaki nipotee. Haitaki nichukue information ambayo sahihi. Kwa hiyo imeniangalia swali langu, imeniambia software, kuna tofauti kati ya software maarufu, software rahisi, professional industry standard au bora kwa hali yako. Si ndio? Lakini tuachane nayo. Si ndio? Hii ndio hierarchy halisi ya screenplay software. Hii hapa. Si ndio? Anakwambia hii ndio yani hapa ndio hierarchy, mfumo mzuri. Sio mfumo, sio sema hierarchy ni kama mpangilio hivi kwa namna ya ubora. Ya kwanza ni final draft. Hii ni industry standard. Industry standard kwa maana final draft yenyewe ndio inapendekezwa kutumika na Hollywood. Yaani Hollywood wanaandika na final draft. Final draft ilitengenezwa na watu wa Hollywood. Si ndio? Hii ndio software inayotumika sana Hollywood. Hadi ChatGPT najua. Wewe mwenyewe ukitaka fanya research yako mwenyewe binafsi, nenda kwenye social networks, nenda everywhere, ask. Utagundua ni final draft. Faida, auto format, bitboard, elevation colors, production tools, character tracking, industry accepted, FDX. Yenyewe ina save file kwenye FDX. Okay, ina weakness na nini, kuna zingine fade in, therefore to us we have the final draft. Mimi binafsi napenda kitu ambacho ni industry standard. So I'm going to open final draft. Here I'm using final draft 13. Kuandika script walikuwa wameleta na software yake maalum. Kwa unaandika na software maalum. Ukitumia Microsoft Word kuna vitu vingi vitakupa tabu. Ukifungua hii kwa mara ya kwanza, unapoifungua final draft, hiki ndicho inachokuletea. For the first time, utafungua new file, current stake, longest 2 days. You see, hapa ni final draft inakuambia kwamba unaandika kwa muda gani. Welcome to final draft. This is the version, quick start, idea to script, what's due. So hii ni software mpya. Most of the time we are not here. Okay? Muda mrefu sana. Yani hapa hamna kitu wewe. So we are about to open a new file, full stop. Si ni waandishi wa script. Hatuko hapa kujifunza namna kutengeneza software. We are not supposed to know everything. Therefore, if you open your final draft, comes here. This place hapa juu ndo pana tools. Si ndio? Na hizi hapa hizi ni toolbars mbalimbali. Si ndio? Ambazo ndani yake kuna command tofauti. Command tofauti. This command manake ni kwamba hapa ndipo unapoiambia software nini ifanye. Si ndio? Kuanzia kwenye home, nyumbani, kwamba hapo ndo utakuta muda mwingi unashinda hapa. Ndio maana panaitwa home. File hapa ni file, sehemu ya kuopen na kuexport files. Hapo utafungua mafaili na kuyatuma mafaili kwenda sehemu nyingine. Edit hapa ni uhariri. Si ndio? Hapa ukutana copy, paste and do, select all and issues kama hizo. Therefore you don't need to know of this. Si ndio? For now. Kuna zingine hapa probably utazitumia. Kama wewe ni mwandishi tu wa script, kuna vitu vingi utatumia. Kwa sababu mwandishi wa script utaandika na kusave na kumtumia mtu. Watu wa pre-production wa mwanzo wanakuja na kutumia final draft. Tools zingine hizi ndio zinawafaa, kwa sababu final draft ina uwezo hadi wa kuandaa pre-production budget. Kwa maana unaweza ukachagua maana yake unaweza ukajua props ni ngapi, clothes wahusika ni wangapi, hizi nini zinaitwa nazokuwa nashika nini, props ya vitu kama props. Yaani vitu vyote ambavyo vinatakiwa kuonekana huwa vinaandikwa kwenye script. Kwa hata wakati unaandaa budget, unafanya scheduling ya scene nini, kuna watu wanatumia final draft. Lakini kwa wewe mwandishi, leave it now. Sio? Hapa juu utaona hii ni outline. Makesini utakazoandika zitakuwa zinajipanga hapa, scene ya kwanza mpaka scene ya mwisho. Sio? Na hapa ndio ubao wetu. Hii ndio karatasi yetu ambayo tutatumia kuandika nini? Scene. Okay? Hii ndio karatasi yetu tutatumia kuandika scene. Kama tulivyozungumza, scene tunajua ni kitu gani, au sio? Okay. Scene inaandikwa, formula kuandika scene ina formula. Lazima scene iandike kwenye mfumo mmoja.
si ndio? Formula ya kuandika scene, si ndio? Formula ya kuandika scene, mimi napenda nisihangaike kutoa vitu kichwani kwangu, si ndio? Nikuonyeshe na wewe namna ambavyo unaweza ukawa unafikiri na kompyuta, si ndio? Kwa tuje scene, tujaribu kuambia kompyuta itutengeneze scene format, si ndio? Scene format, afu baadaye tutajua scene format. Here we have, you see, I want to open this in full mode so we can know what is this scene format. This is the scene. Okay, itakuwa na kitu kinaitwa scene heading. Unaona scene heading inavyoandikwa: external campfire night, action description, si ndio? Hapa ndipo unapoongeza hapa kama external campfire night, si ndio? Ni nje au ndani, mahali na usiku, muda. Kumbuka kwenye definition ya scene, si ndio? Kuna time, kuna muda na mahali. A few years later, we see the Danian guide says Edward, si ndio? Ani maelekezo nini kimetokea, si ndio? Halafu anakuja character, halafu inakuja parentheticals. Huyu character anaongea katika hali gani? Ndio hizi parentheticals. Edward excited, ana furaha. Now I've tried everything on it: worms, rollers, peanut butter and cheese. But on that day I had a revelation. If that fish was a ghost of my life, the usual bait was it going to work. I would have to use something he truly desired. You see, that's it. Therefore, if you go to a lot of websites, will explain what is scene heading, action, So if we know all of that, if we know that kwamba hii ndio scene, hivi ndivyo inavyoandikwa, si ndio? Uwe na scene heading, description, parentheticals na dialogue. See, come that minimize, come here. Scene heading, where is our story happening? Si ndio? We don't hatuja decide bado story gani tunataka kuteli, si ndio? Lakini want to tell a story about tuchague hii story yetu. Tunataka kusema nini? Tuseme story yetu kuhusu mume amuua mke wake kisa wivu wa mapenzi. Kisa wivu wa mapenzi na yeye kujiua katikati ya ziwa, katikati ya ziwa Victoria. See, this is our story. Hii ndio hadithi yetu, si ndio? Inahusu hadithi ya mtu ambaye amemuua mke wake kwa sababu ya wivu wa mapenzi, na yeye alivyoona vile akaenda kujiua katikati ya story. What will be the title here? Tuipe jina gani? Let's say tuipe jina gani? Ziwa la damu. Ziwa la damu. See, our name is Ziwa la damu. Si ndio? Story yetu tushajua inahusu nini, si ndio? Therefore, we start writing a scene. Tunaanzia na external, si ndio? External, fukwe za ziwa Victoria. Ndakani asubuhi sana. Hiyo ndo scene heading. Unaona tumeweza kwamba story yetu inatokea, hiki mini story chetu kinatokea fukwe za ziwa Victoria na ni asubuhi, si ndio? Nini kinaenda kutokea asubuhi? We don't know. Okay, ukiminya enter inaenda kwenye description. That's why ndio maana inaitwa software maalum, yani inajua. Ukiminya enter inaenda kwenye nini? Kwenye description, si ndio? Kwanza jua linachomoza katikati ya milima iliyozunguka ziwa. Mlio wa mawimbi unasikika. Okay. Pembezoni
katikati ya ziwa, boti za wavuvi zinaelekea ufukweni. Watu wametoka kuvua sasa hivi, zinaelekea ufukweni, wamekesha usiku kucha. Therefore those ndio enter kwa paragraph nyingine. Unapoandika script usiandike aya ndefu sana, inachosha kusoma, si ndio? Kila sentence moja maana yake ni shoti moja, si ndio? Kila sentence moja ni shoti moja. Unapoanza sentence upya maana yake unaanza shoti upya. Therefore tunakuja shoti ya nani? Kijana, si ndio? Tukienda kwa mtu moja kwa moja, to not be good, si ndio? Pembezoni mwa ufukwe lina paki Range Rover. Anashuka nani anaweza kashuka hapa? Ndio tunaanza tunamshusha mhusika sasa. Mhusika tumpe jina gani? Kwa sababu mhusika unavyomtambulisha kwa mara kwanza lazima umtambulishe na capital letter, si ndio? Anashuka Ngosha Zidon. Ndio, miaka mingapi? Ngosha Zidoni miaka mingapi? She is almost 37. Yeah, 37. Ameshapita kidogo ujana, kashaupita probably. Ni mtu ambaye anaonekana ameshaoa. Wow, end of capital letter now. Funga mlango. Ufunguo kauacha kwenye usukani. Ufunguo kauacha ndani kwenye usukani. Range Rover lazima itakuwa ina mambo ya kuchomeka funguo. Funguo kauacha ndani ya gari. Hapo shaona shoti zinavyojipanga. Elekea ziwani, suruali ya kitambaa, moka safi buni. Moka safi buni, pia moka yake safi. Shati limechanika. Shati limechanika, ni alieleweki. Anaingia ndani ya maji, anatembea mpaka maji yanafika kiunoni. Mpaka maji yanafika kiunoni. That's what he's doing. You see? Fika kiunoni koma anasimama. Anatoa pastora kiunoni. Anaweka nisamee naandika huko nafikiri. Anaiweka sawa kwa kazi. Sawa, we are going to dialogue now, si ndio? Ukiminya double enter, you see? Ukiminya double enter inakuletea hizo shortcut. Lakini nini unataka? Sasa hivi tunataka huyu bwana Ngosha aongee kabla ya endelea kufanya anachotaka kufanya, si ndio? Kwa hiyo tukiminya C for character, si ndio? Naona ile inaenda katikati pale. Therefore uandike Ngosha, si ndio? Ngosha ndo anayezungumza. Ngosha anaweza akasemaje hapa? Yuko peke yake. Ngosha anaweza kuzungumza nini akiwa peke yake? Na lengo la Ngosha kuzungumza ni nini? Ili kutengeneza curiosity kwenye ubongo wa audience, kwa sababu ndio scene ya kwanza, ndo kwanza tunaanza. What brought Ngosha there? And what Ngosha is saying before he's about to do something. Kwa sababu ameshatoa bastola, amesheweka sawa. Therefore he's about to do something. Ngosha anaweza kusema nini? Wow, it's supposed to say this story is about it. Ziwa Dam. Ni maisha ya vurugu ya maisha. No, that's too weak. Nothing I can say. Hakuna nitakacho weza badilisha. Hakuna
bastola kwenye tundu la sikio. Kwenye tundu sikio. Bastola kwenye tundu la sikio. Anavuta pumzi. Ndefu. Hold. Akiwa ana hold. Anaachia pumzi taratibu. Achia pumzi taratibu. Ghafla anajipasua ubongo. Anajipasua ubongo. Shoti inayofuata ziwa linaenea rangi nyekundu au rangi ya damu. We know damu is red. So scene is over. In the scene you can come here, find the translation T and say cut it. Sindio? Hapa ndio cut into. Kwa hiyo umeona scene yetu ni hiyo hapo, inatuonyesha mahali ziwani kimetokea nini. Ngosha ameenda kujua, lakini kati anajua anasema kwamba hamna kitu anaweza kufanyaje kubadilisha. Kwa lengo la scene ni kutuonyesha Ngosha anafanyaje, anajua, na lengo la scene ni kutuambia nini kimetokea, Ngosha anajua. Kwa hiyo mtu akisoma scene ya kwanza inatuambia kwamba tunayo mengi ya kuyajibu, nini kimetokea. Sindio? Kwa scene tayari lengo lake ni kutengeneza curiosity, lengo lake ni kutuonyesha nini kimetokea. Scene yote kwenye story lazima iwe na lengo. Hapo ukiangalia haraka hii story haiwezi kwenda kwenye sequence ya moja kwa moja. Sindio? Ni kama story imeanzia mwisho tunaenda mwanzo sasa kulitokea. Na hiyo ni one way of telling nini stories. Sindio? Wewe kama mwandishi story lazima itaandikwa kwa rewrite. Sindio? Story lazima itaandikwa mara moja afu mara mbili. Sindio? Kwa sababu leo tunapiga story namna ya kuandika scene, tayari tumeshaandika scene yetu. Sawa? Tayari tumeshaandika nini? Scene yetu. Kwa kama ilikuwa itakiwa tukae tena hapa baada ya siku moja uje uiangalie uiandike tena. Hivyo mpaka utakuja kupata scene ya nini? Scene ya mwisho. Sindio? Scene ambayo ni final draft. Ndio maana inaitwa ni final draft. Tuko na draft ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka utakuja kuishia kwenye final draft. Okay? Sorry for my voice. This is the voice of making stories. Therefore, we are done here. Now we can save. See, now we have saved it. Come tomorrow again, continue writing another scene. Okay, it's okay. But leo nataka tupige story kidogo namna ya kuandika scene moja. Sindio? Katika nini? Katika story inavyokwenda. Hii hata kama ikiwa image ya kwanza. Sindio? Unaona haichukui hata dakika moja. Ikichukua sana, yani hata dakika moja inaweza isichukue, lakini tayari audience umeshamkamata kichwani. Kwanza kujiuliza nini kimefanyaje? Nini kimetokea? Okay? Now, njia nyingine ambayo unaweza tukaongea hapa ni kwamba ukiwa unaandika unataka kujua kama uko sahihi au uko sahihi au unaweza kuendaje, si ndio? Mshikaji wetu ni yule, si ndio? Can copy this, come to ChatGPT, si ndio? And control V, si ndio? Tukaambia ChatGPT hebu sema neno hapo. Sijaiambia kitu lakini imejiongeza. Nilikuwa nataka niambie nikapiga enter ikaenda ikasearch. Wow. OpenAI ina cinematic potential lakini bado ina matatizo makubwa ya screenplay craft ambayo yanaweza kufanya scene ionekane deep juu lakini isiwe emotionally devastating kweli. That's a good beginning. Unaona ChatGPT umuhimu wake. Inakuonyesha kitu ambacho unaweza kuongeza. Usije ukalizika tu na ulichoandika. Inaanza kukosoa, inajaribu kukutrain. Ndio ChatGPT is real. Kitu kinachofanyika kwenye scene ifanye kazi. Kitu kinachofanya scene hii ifanye kazi. Yaani pamoja na hizo lakini scene hii kuna kazi inafanya. Visual atmosphere. Unaanza jua linachomoza, mawimbi, wavuvi.
ziwa tulivu, halafu unakata kwenda kwenye suicide. Hii ni contrast nzuri. Utulivu asubuhi zidi ya vurugu ya kifo, cinematic contradiction. You see? Kwa hiyo ukishirikiana vizuri na ChatGPT, hapo kuna kusema ni character interest. Range Rover plus nguo zilizochanika. Hapa kuna swali. Huyu mtu tajiri aliyefika mwisho ni nani? Huyu mtu tajiri aliyefika mwisho ni nani? Yaani huyu Doni anayeenda mwishoni ni nani? Curiosity ipo. Lakini sasa matatizo makubwa, problem, unaeleza sana kuliko kuonyesha. Mfano anaweka bastola sawa kwa kazi. That I knew. Hii si cinematic language. Hii ni author commentary. Sinema kamera haiwezi kurekodi kwa kazi. Umeona? Ili hapa nilikosea, si ndio? Anaweka wazi kwa kazi, si ndio? Lakini kamera haiwezi kurekodi kwa nini? Kwa kazi. Kwa hiyo tunapoandika script tunaandika kitu ambacho kamera inaweza kukirekodi. Andika action iwe observable. Mfano bora anajaribu kumrekodi, si ndio? Anaikoki bastola. Wow. See? Na ndio hicho nataka kumaanisha sana, nitumie Kiswahili. Kidole kinaingia kwenye trigger guard. Wow, that's feeling. Yeah, that's cinematic. You see, ChatGPT knows feeling. Dialogue ni generic sana. Hakuna nitakachoweza kubadilisha. Of course, dialogue iko very general. Hii dialogue imechoka emotionally. Tatizo ni vague, haina specifically, audience hawajui nini kimeharibika nini. That's what I wanted. Dialogue ya mwisho wa sekodi. Nilidhani pesa zinaweza kununua usingizi. Wow, good. Samahani mwanangu. Wow. But that's not the story. Na pesa kununua usingizi, that's not also the story. Story different. But I like your suggestion. Penda suggestion yako. Problem ya tatu, hakuna resistance. Sini nzuri ya suicide mara nyingi huwa na hesitation in memory. Yeah, this man is resistance is in deep breath. When he is breathing, ChatGPT, you don't know the good of breathing. We are human beings. When we breathe, we know. Paya pumua, ndo hii problem yako imesolviwa. But I accept. Description ina redundancy. Anavuta pumzi ndefu, anahold, anaachia pumzi taratibu. Hii inaweza kufupisha cinematic. Mfano anavuta pumzi ya mwisho, utulivu. No, I want this. Like this. Yeah. Tatizo kubwa zaidi structure. CD ina opening. Kwa hiyo lazima ifanye vitu vitatu. Huku audience, introduce tone, plant dramatic question. Huku ipo, tone ipo, lakini dramatic haijakaa vizuri. Scene inayofuata. Version iliyoboreshwa kidogo, you see? ChatGPT has given me another version iliyoboreshwa. Let's go and read this version there, not here. I have copied this version iliyorekebishwa. Tunaingia huku, so ndio tutacompare. Now I go to enter and control V for paste. Wow, wow, wow. Yeah, here we are. It comes external. Fukwe za ziwa Victoria asubuhi. Jua linachomoza nyuma ya milima iliyozunguka ziwa. Mawimbi madogo yanagonga ufukwe. Kwa mbali boti za wavuvi zinakata ukungu wa asubuhi. Range Rover nyeusi inapaki karibu na maji. Ngosha Zedoni miaka 37 anashuka. Mwanaume aliyewahi kuonekana kuwa mkubwa sasa amechoka. Shati limechanika, mguu kwenye moka safi zilizoloana matope. Analiacha gari wazi, anaingia ziwani. Hatua moja. Wow. Hatua 1, 2, 3. Maji yanafika kiunoni. Anatoa bastola. Mkono wake unatetemeka kidogo. Anavuta pumzi. Ngosha Zedoni. Samahani mwanangu. Ngosha, you are not supposed to say samahani mwanangu. This is not your story, okay? Let's say labda maybe samahani mamangu. This will make sense. Anaiweka bastola sikioni. Kimya. Mlipuko. Ndege wanapaa ghafla kutoka ufukweni. Wow, ChatGPT, you did it a good job. Hey. Now, that's fine. Damu inaanza kuenea juu ya maji. Cut to. Wow, wow, wow. You see, script writing made it easy with ChatGPT. Okay? Script writing made it easy with ChatGPT. Wow. This is how script writers can benefit. Zamani ilikuwa tabu kidogo. Mimi nimeanza kuandika script before ChatGPT. Naijua kazi iliyopo. Na najua urahisi ambao ChatGPT inauleta. If you are done writing after saving, you want to
to send to somebody to read, you should save it as PDF. Sindio? Umeshamaliza kuandika, unataka kutuma mtu aisome, save kama nini? PDF. Sindio? The same Ziwa Damu, saved as a PDF. Here, PDF will go to where you have saved it. This will be in my documents. Here we are, documents. Yeah, where it is been there. Wow. Hapa nifanya kitu cheki Afrika zaidi. Sindio? Save as PDF, want to know where it nilikariri kwamba things go to documents. Sindio? Now this things goes to Boaz JJJ. That's very far. That's very far. Boaz JJJ is very far. Let's go to document where it is. Sit here. That was very far to me, therefore it's this one here. See, open it. Always, you see, now I have this. If I want to send this, I can send it to anyone. Somebody, I will read my story. They will catch you now, and there. That becomes a very good thing. Therefore, today the story ends here. For those who have been here, I'll make sure you start writing. Writing is a discipline job. You should write every day. I am here, your Seb's film partner in filmmaking. Let's create our films. The Wajapan walikuwa na usemi moja wanakuambia European techniques, Japanese spirit. Kwa hiyo tunaweza kusema European techniques, African spirit. Now, we are telling our stories, not their stories. We are learning the techniques of telling good stories.